Hii ni K-News habari. Giza zito limetanda nyumbani kwa marehemu mtaa wa Sai jijini Mbeya, na katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya anaeleza namna walivyopigania kuhakikisha wanaokoa maisha yake. Chama cha Mapinduzi tumepata msiba wa katibu wetu wa jumuiya ya UWT, dada yetu Lucy Sule, ambaye kama mnavyokumbuka ilitokea ajali tarehe 25 mwezi ule wa pili tukiwa katika ziara, na katika ajali ile wako watu ambao walipoteza maisha pale pale na wengine hospitalini, lakini huyu alikuwa hospitalini anaendelea kupata matibabu. Na kwa kweli katika wiki ya mwisho ilionyesha kwamba ana ahueni na anaweza akawa na maendeleo mazuri. Lakini ghafla jana hali yake ilibadilika, na ilipofika majira ya saa 4 usiku binti yetu na katibu wetu aliaga dunia. Kwa hiyo tuna msiba na ndio tunafanya taratibu hapa. Labda niseme tu kwamba tumeshakaa pamoja na familia na tumekubaliana kwa pamoja. Utaratibu ni kwamba leo tutakuwa tunaomboleza hapa nyumbani kwake, lakini kuanzia kesho asubuhi tutaweka utaratibu wa kuaga mwili kwa maana ya ndugu, marafiki, wanachama wa Chama cha Mapinduzi na viongozi. Tutaaga mwili kesho asubuhi na tutaanza kuanzia majira ya saa 3 asubuhi mpaka saa 5. Na baada ya hapo tutaanza safari kutoka Mbeya kuelekea Babati ambako ndiko marehemu atakako hifadhiwa kwa maana ya nyumbani kwao. Kwa hiyo nitoe wito kwa wana CCM na wapenzi wetu na watu wengine tushiriki pamoja katika hili na katika mapenzi haya ya Mungu ambayo Mungu mwenyewe amependa. Karibuni sana, tuwe pamoja, tusononeke pamoja, lakini tufanye maandalizi kwa ajili ya kwenda kuhifadhi mwili wa katibu wetu wa UWT. Mungu amependa kuchukua roho yake, sisi hatuna la zaidi. Nawashukuru sana na asanteni sana. Nao baadhi wanachama wa Chama cha Mapinduzi waliofanya kazi na marehemu Lucy enzi za uhai wake wanaeleza utendaji wake wa kazi na pengo aliloliacha. Kwa kweli nimepokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu tumepambana kadri tunavyoweza ili tu waweze kupona, lakini ndio hivyo mapenzi ya Mungu. Tunasema Mungu mapenzi yake yametimia, ila tumepambana kweli kweli. Maana hata jana kuna fedha ilikuwa inatakiwa tumetoa kwa ajili tunataka ndugu yetu apone. Bwana alitoa na Bwana ndiye ametoa. Majina la Bwana libarikiwe. Ila tulimpenda sana. Ni binti mdogo sana, lakini alikuwa anachapa kazi kweli kweli. Anasimamia kanuni na taratibu zote zinazotakiwa zifanyike kwenye UWT yetu. Aliwakusanya wanawake pamoja. Alipenda sana kuimarisha upendo ndani ya UWT mkoa wa Mbeya. Tulitulia, tuko na amani. Kwa hivyo hatuna cha kusema. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu tu. Mungu aliyemleta duniani na ndiye Mungu ambaye amemtoa, basi jina lake libarikiwe. Alikuwa ni mtoto mzuri sana sana. Hakutaka kubabaishwa, alikuwa amenyoka. Alikuwa mkweli kwenye kazi zake. Mama wa marehemu Bi Monica anaeleza hali ya maisha anayopitia sasa tangu mtoto wake apate ajali. Sana jamani. Kweli sasa hivi nilivyo na watoto yatima nyumbani, au mdogo wangu bado wanasoma, mwingine yuko la kwanza, mwingine asa form 1. Kweli pengo ni kubwa sana. Mwingine alikuwa anaenda shule ya upishi. Vijana tu limeandikwa huko, fomu imejazwa, lakini tarehe ya kuondoka mtoto angeondoka tarehe 27 mwezi wa pili, lakini tarehe 25 yeye kapata ajali. Kwa hiyo huyo mtoto amebaki tu kama yatima kwa sababu sina mume, mimi mwenyewe ni mjane. Ndio nauma, katika familia yangu tunamtegemea ndio yeye. Ndio hivyo jamani.
Cheni Mungu amemchukua, lakini Mungu amempenda kuliko sisi. Nisemeje sasa? Hayo. Hata hivyo, ikumbukwe kuwa tarehe 25 mwezi wa pili ilitokea ajali eneo la Shamwengo, halmashauri ya wilaya ya Mbarali, wakati waandishi wa habari na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakirejea kutoka mkoa wa Njombe kumsindikiza mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa. Nikiripoti kutoka K24 Habari, mimi ni Rachel Mgala. Hii ni K News Habari.